Hii sio stori tu ya huzuni, ni maisha halisi ambayo kuna watu wanapitia. Kama ulihisi uchungu na kudondosha chozi katika episodi zilizopita, basi jiandae, episodi hii itakugusa zaidi, maana mambo yanazidi kuwa mambo. Basi tuende moja kwa moja katika nafasi ya 3 ya stori yetu. Miki akajua mdogo wake hajaingia darasani kwa sababu ya habari za yeye kupata ujauzito kutapakaa shuleni. Akafikiria sana na baadaye aliporudi nyumbani akawaambia wazazi wake, baba na mama, naombeni niondoke nyumbani. Baba yake akashtuka na kumwambia, hivi unaelewa unachokiongea wewe? Lakini mke wake akasema, mwache aende kama yeye ametaka. Yeye kuendelea kukaa hapa kutafanya mambo yazidi kuwa magumu zaidi. Baba wa Miki akauliza, unasemaje? Mama wa Miki akacheka kisha akasogea na kumshika mwanae akamwambia, acha kufikiria huu ujinga tena. Wewe una miaka 14 tu, wapi utakapoelekea? Licha ya hivyo, ukiondoka hapa hakutabadilisha chochote maana tayari una ujauzito. Alafu mwanangu, ukiondoka utakula wapi chakula ambacho nakupikia mama yako? Ni wapi utataniwa kama anavyokutania babako? Kama tu familia yetu tukiishi kwa amani, mimi, babako, wewe na mdogo wako, haijalishi watu wanasema nini, sisi tutakuwa na furaha na amani. Baadaye Miki alipoingia chumbani, machozi yakamtoka kwa maneno aliyoambiwa na mama yake. Upendo anaonyeshwa na familia yake, hajui ni jinsi gani anaweza kuulipa maskini. Basi kuanzia sasa Miki hakufia kitu. Leo akachukua uniform zake za shule na kuzikunja vizuri kisha akazihifadhi kwa box. Alipotembea mtaani hakujali watu wanamuonaje wala wanasemaje. Mama na babake wakaanza kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kujiandaa kwa majukumu yanayokuja mbeleni. Pia mwalimu wa Miki akaenda hadi kwa principal kumwombea msamaha Miki ili asifukuzwe shule. Na baada ya muda watu wakakubaliana na uhalisia, lakini mama Satoshi hakukubali kabisa. Na kwa sasa kampuni lake lilipata janga kubwa na hasara kubwa. Hii kamfanya mama Satoshi achanganyikiwe kabisa. Leo kamwambia Satoshi ni lazima uende kusoma nje ya nchi, lakini bado Satoshi alikuwa hajajua situation iliyopo katika kampuni la mama yake. Mama Satoshi alijua masuala kampuni yanaweza kuyatatua na yakakaa sawa, lakini kama mtoto wake hatatimiza ndoto zake kwa kusoma kama anavyopenda, kutakuwa hakuna faida na maana yoyote ile ya kutafuta pesa ambazo anazitafuta. Japo Miki alishamwambia hawatawasiliana tena na Satoshi, lakini bado akajua kama Miki atajifungua lazima Satoshi atahusika kulea mtoto. Basi akawatumia familia kina Miki bahasha, na ndani yake kulikuwa na karatasi ya makubaliano ya kuwa kama Miki anaendelea kutaka kujifungua, mtoto atakapozaliwa Satoshi hatahusika kabisa kama baba. Pia akasema kama mama wa Miki akisaini atamuongezea yeni milioni 20 kama fidia, lakini wakigomba anapeleka swala hili mahakamani. Mama wa Miki akamjibu, sio kila kitu kitasuluhishwa kwa pesa. Mama Satoshi akachukia sana. Leo Miki akiwa anapumzika nyumbani, mwalimu wake akafika na kumsalimia. Mwalimu wa Miki pia alimuonea huruma sana Miki kwa maisha anayoyapitia. Alimfuata principal mara kwa mara kumwombea Miki msamaha na mwisho principal akakubali. Basi akamwambia Miki, usijali, ukishajifungua na kukaa sawa, unaweza rudi tena shuleni na kuendelea na masomo yako. Miki akamshukuru sana mwalimu wake. Pia Miki akaamua kujiunga na darasa la mama wajawazito lililopo hospitalini ambapo inatolewa elimu ya jinsi ya kuwa mama bora kwa mtoto wako utakayejifungua. Basi kila mama mjamzito akawa anajitambulisha. Sasa ilipofika zamu ya Miki alipojitambulisha, chumba kizima ukimya ulitawala. Wote walimshangaa Miki. Nesi ambaye ni mwalimu akaanzisha makofi ili kuvunja ule ukimya. Basi baadaye baada ya darasa Miki akawa anaangalia sana mama wajawazito wanavyokuja kuchukuliwa na wanaume zao. Akamkumbuka sana Satoshi. Nesi akafika pale na kumwambia, usijali, hata kama uko peke yako unaweza kufanya kazi kwa bidii na kuwa mama bora. Mama wa Miki leo akamtafuta mama Satoshi na kurudisha ile karatasi. Mama Satoshi kuangalia haikuwa imesaidiwa, akamuuliza, "Hawa hujalizika na pesa, ila usijali naweza kukuongezea hadi utakapolidhia." Mama wa Miki akamwambia, "Hiki sio kitu pesa inaweza ikatatua." Mama Satoshi akacheka kwa dharau na kusema, "Hivi ni kweli unakataa pesa wakati unamtegemea mmeo afanye kazi? Hata hivyo, unadhani upendo tu unaweza kumlea huyo mtoto? Binti wa miaka 14 bado hawezi kufanya maamuzi. Sisi kama wazazi tunatakiwa kuwasaidia. Wewe unaona kitu anachokitaka binti yako ni sawa kweli?" Mama wa Miki akasema, "Kama mwanangu kasema atajifungua, basi na mimi nitamsapoti, kwani naamini hii itamfanya awe na furaha." Waliongea sana pale, mwisho mama Satoshi akaondoka pale akiwa kakasirika. Baadaye mama wa Miki aliporudi nyumbani, akachukua zile karatasi za makubaliano na kuziweka mezani ili Miki mwenyewe aamue kama atasaini au la. Basi Miki akasema, "Nitasaini, na hata hivyo bila hata haya makubaliano nishaamua kuwa sitomhusisha Satoshi kuhusu mtoto wangu." Baba wa Miki akasema, "Kama unasaini, hatutachukua hizo pesa anazozisema. Itakuwa ni kama kudhalilisha familia yetu. Mimi na mama yako tunazo nguvu za kumhudumia huyo mtoto mpaka atakuwa." Miki akakubali na kusema, "Pia nina ombi moja baba. Naomba nikifikisha miaka 18, baba naomba nifundishe mbinu za kufanya biashara kama kupata wateja na masoko, ili baadaye nijitume na kumhudumia mwanangu vizuri." Baba yake akasema, "Sawa, usijali, nitakufundisha, lakini jambo la msingi kwa sasa ni wewe kupumzika zaidi ili ujifungue salama."
Basi Miki akasema sawa baba, huku machozi yakimtoka. Akasaini makubaliano na kuanzia sasa Satoshi hatakuwa na uhusiano wowote na mtoto. Kisha baba yake akafika hadi kwa kina Satoshi. Mama yake hakuwepo, akampatia Satoshi na kumwambia, tumesha saini mkataba, lakini hatuhitaji pesa zozote kutoka kwenu. Satoshi hakujua nini kimeandikwa mle ndani. Alipofungua na kusoma, akamfuata mama yake na kumuuliza, mama, kwa nini umefanya hivi? Mama yake akamwambia, nimefanya hivi kwa ajili yako. Tusipokata udugu mapema sasa hivi italeta shida mtoto atakapozaliwa. Basi Satoshi kujua haya, akafika hadi kwa kina Miki, akitaka mueleze Miki kuwa hakuwa anajua nini mama yake anakifanya, lakini akasita kwani Miki alishasaini mkataba kuwa yeye na Satoshi hawatokuja onana tena. Akatoka pale na kuja kukaa hapa juu akiwa na mawazo sana. Wakati huo huo, Miki alikuwa kwenye basi akirudi nyumbani, lakini alipoangalia vizuri juu mbele akamwona Satoshi. Gari likasimama, akatamani sana kushuka, lakini akakumbuka walishavunja mahusiano kwa mkataba. Lakini gari lilipoondoka akashindwa kabisa kujikaza. Akawa anampungia mkono Satoshi hadi basi lilipofika mbali ndipo akastop. Miki aliposhuka kwenye basi akiwa njiani, matone ya barafu yakawa anashuka. Basi akajifunika vizuri koti lake. Alipopiga hatua chache akaanza kupata maumivu makali ya tumbo, kisha akaenda chini. Baadaye babake akapata taarifa na kuwahi hospitali. Daktari akasema hali yake ipo sawa, lakini ni kawaida kupata changamoto hizi kwani ana miaka michache. Lakini hata hivyo maumivu ya tumbo sio dalili nzuri, hatakiwi kuwa na stress. Huku mama Satoshi akafika haraka na kumwambia mwanae, tupaki vitu vyetu tusepe. Satoshi hakujua nini shida. Mapema kesho asubuhi, watu kibao waliokuwa wanadai pesa kwenye kampuni la mama yake wakafika hadi nyumbani kwao. Lakini tayari mama Satoshi alikuwa ashahamia hoteli. Akamwambia Satoshi, usijali mwanangu, kila kitu kitakaa sawa. Huko hospitali Miki akapata fahamu, lakini maskini kuna tatizo lilitokea. Ujauzito alionao umesababisha msukumo wa damu, yani pressure, kuwa kubwa sana, na kama haitakaa sawa inaweza kusababisha hatari kwenye maisha yake. Hivyo alitakiwa alazwe. Basi mama wa Miki kwa huzuni akamwambia dokta, basi tumtoe mtoto na kumsaidia Miki. Lakini dokta akasema hapana, nitamsaidia mama na mtoto. Basi mama wa Miki akamchukua Miki hadi odini ili alazwe. Ndugu wake akamletea maua kumpa faraja, pia anko wake akamletea midoli na zawadi mbalimbali. Hii ikamfanya Miki awe na furaha sana. Lakini aisee, anko wake akaongea kitu kisichotakiwa kabisa. Akamwambia kuhusu wale watu wanaodai pesa waliopo nyumbani kwa kina Satoshi. Hii ikamfanya Miki aanze kuwa na wasiwasi. Baadaye akamtafuta mama yake na kumuuliza, licha daktari alishasema kuwa Miki hatakiwi kuwa na stress, ikabidi amueleze tu ukweli. Miki akashtuka sana na kuanza kuhofia kuhusu Satoshi. Baba yake akamtuliza na kujaribu kumwambia, kampuni kubwa kama lile, haya ni mambo ya kawaida kutokea, watayaweka sawa tu. Lakini hata hivyo, wewe na Satoshi kwa sasa hamna mahusiano wala undugu wote. Na Miki akakumbuka kabisa makubaliano aliyosaini, lakini licha ya hivyo akaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu Satoshi. Upande wa pili, mama Satoshi akaanza kuhangaika kwa wawekezaji wakubwa kuomba msaada. Satoshi kuona mama yake anavyohangaika kwa ajili yake, machozi yakawa yanamtoka. Baadaye akamfuata mama yake na kumwambia, mama, sihitaji tena uendelee kuteseka kwa ajili yako. Tayari nishakuwa mkubwa, naweza nikafanya kazi na kupata pesa. Lakini mama yake aliona bado anahitaji kumsaidia. Siku zikazidi kusogea na kwa sasa mama wa Miki akasimama kufanya kazi ili kuchukua uangalifu wa binti yake. Leo baba wa Miki aliporudi nyumbani, mama wa Miki akamwambia, unaonaje tupige picha ya familia, maana hivi hatutakuwa wanne tena, tutaongezeka. Basi baba wa Miki akaandaa kamera na kuiseti. Mara majirani wakapita pale wakimwongelea Miki vibaya, lakini hawakuwazingatia. Kisha akapiga picha moja kali sana familia. Kesho Miki akaenda kununua baadhi ya nguo kwa ajili ya mtoto wake ajaye, lakini alipokaa pembeni ya barabara kupumzika, maskini maumivu ya tumbo yakaanza tena. Akajikaza sana na kumpigia mama yake simu, lakini maskini maumivu yakazidi kuongezeka. Unadhani nini kitakachoendelea hapa? Kwa kweli Miki anapitia maisha magumu, na yote ni upendo tu alionao kwa mtoto wake ambaye yupo tumboni. Bana, hii ilikuwa ni episode ya 3. Episode ya 4 inafuata, ambayo sasa ndio itakuwa final episode ya story yetu nzuri sana. Basi kama bado ni mgeni, na kukumbusha tu jiunge katika familia hii kwa kusubscribe na kuwasha kengele notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi tutakapokuwa tumetoa video mpya. Bana, mimi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane katika episode nyingine. Ubaki salama, bye bye.